naenda kuelezea vitu au mafaili muhimu kwenye Django. Mafaili muhimu yako makuu kama au vitu muhimu hapa kwenye structure ya Django ni vitu kama kuna model, kuna view, kuna URLs, kuna forms na kuna templates. Hivi ndio vitu muhimu au mafaili muhimu kwenye hii Django structure. Yaani nitakiwa uelewe haya mafaili matano hapa. Ujue model inafanya kazi gani hapa, ujue view inafanya kazi gani, URL inafanya kazi gani, forms inafanya kazi gani, na template inafanya kazi gani katika Django. Sasa hapa unaona ukija kwenye ukifungua project yako kwenye VS Code au ukija kwenye huku hivi kwenye mafolder haya, project yangu iko hapa Django invite event. Kwa hiyo tutaingia hapa ndani ya event ambayo tunakutana mafaili kama, na faili la muhimu lingine ni static. Tutaona pia static ni nini kwenye Django. Kwa hiyo mafaili muhimu ni haya sita haya ya kujua kwenye Django. Sasa kama tulivyofungua saa zile, ukija hapa kwenye hii directory ya events unakufutana na haya mafaili. Kuna py cache, hizi ni caches, kuna migrations, hizi ni zinaonyesha migration ya database. Kuna static, sasa ile faili ambayo tumesema muhimu, na kuna templates, afu tunakuja kuna forms, kuna model na URL na view. Sasa tukianza moja tujue ni nini. Ukija hapa kwenye ili faili la model.py, kwenye model.py kwenye model.py yenyewe inaonyesha, ina provide abstraction layers for structuring and manipulating the data on the web application. Yaani zile data unavyo manipulate kutoka kwenye web application kwenda kwenye database unafanyaje? Hii ndio inatengeneza structure ya database yako. Kama hapa tunaona kuna events, kuna class events, maana yake hii ni table, ni structure ya table kwenye database. Tunaona kuna event, tunaona kuna schedule, tunaona kuna ticket, tunaona kuna order ticket, kuna 1 2 3 4 5. Kwa hiyo tuna structure 5 za tables ambapo kuna events. Sasa hapa tunakuja kuona kuna tunatengeneza zile fields. Tunatengeneza zile fields kama name, description na muda au created yet, ambazo kunakuwa na option ya data type. Hasa hapa kila ukiangalia hizi structure za tables, kila table haina ID. Kwa hiyo hapa tunaona hizi fields ambazo zinakuwa katika hiyo tables, lakini kila ukiangalia hapa unaona hamna ID, lakini automatic zile ID zinakuwa generated. Zinakuwa generated automatic ID katika kila entity au katika kila table. Kwa hiyo ndio maana unaona sija provide ID popote. Nimeanza tu na name,
lakini actually ukija mfano ngoja nitumie hii SQLite browser niangalie structure ya database yangu. Database yetu ni hapa, event management SQLite. Naweza nikaiopen hapa katika SQLite browser. Mfano nikija kwenye event category au nije kwenye event category, ndio kuna name, description na created ya ambayo ni muda. Nikija hapa kwenye table yangu event category hii, nikiview hapa unaona kuna ID, kuna name, kuna description na created. Kwa hiyo ID inajitengeneza automatic na inakuwa ni primary key for specific tables. Kama unaona hapa ni integer alafu ina key, maana ni primary key. Kuna name ambayo ni varchar variable character 100, description variable character 255. Ndo inavyokuwa. Timestamp kwenye created inakuwa pia hivyo. Kwa hiyo ukiangalia hata kuna table ya event, ukiangalia kuna ID, lakini ukija huku hakuna, sija provide. Kwa hiyo ndo inavyokuwa hivyo automatic. Na hizi field kwenye name unaona unaweka kuna hizi zinaitwa field name. Field name hizi zinakuwa na data types, ndio au tunaita field type. Kama name inakuwa na field type, hii ni character field ambayo ni variable character field ambayo length yake ni 100 kama tulivyoona kule. Kwa hiyo ndio inavyokuwa hivi. Ukiangalia hapa kuna relationship ya category na events. Kwa hiyo kila event inakuwa na relationship na event category. Kama ukiangalia hapa naona nimeweka kuna category ambayo nimesema ni foreign key, maana yake ni reference imeenda kwenye kuchukua information za events category. Tasema foreign key imetoka wapi? Kwa event category. Sasa hapa ndo dataset on delete. Hii ni zile relationship. Wakati nikidelete ifanyeje? Manake mfano nikidelete information ya event category huku kwenye child table ifanyeje? Manake hapa ukiangalia nimesema on delete sawa models.setNull. Manake nikidelete information kule huku isifutike, lakini variable yake iwe null. Pale kuni field yake kuwe null. Manake naweza nikaweka pia na null na option ya null nimeweka true, manake ni kweli iwe na blank iko tu. Kwa hiyo ndio inavyokuwa hizi character au field type zinakuwa na attribute hizi zifuatazo. Nikija kwenye schedule pia naona kuna schedule, kuna event ambapo ni foreign key. Hii schedule maana yake lazima kuwe na event ndio kuwe na schedule. Hawezi kuwa na schedule bila kuwa na event. Kwa sasa hapa nimeweka relationship ya event na schedule, na hii relationship yake ni 1 to 1. Maana yake nimesema kila event na schedule. Nikasema kuna field ya events ambayo ni foreign key kwa schedule ambayo nimesema iende kwenye table ya event, lakini nimesema on delete ni cascade. Hii cascade maana yake ni kidelete kitu kwenye nikidelete event na schedule yake ifutike. Ndio maana ya cascade. On delete cascade maana yake ningesema on update cascade, maana yake nikiupdate kitu kule na huku kiwe updated, lakini nimesema on delete cascade. Na hizi zingine field zingine tunaona hivyo. Zingine ni hivyo. Sasa hii ni faili
hii la model.py ndio tumeelezea hapo, ambayo inaonyesha structure au ina provide namna ya kutengeneza structure ya database, maana yake kutengeneza zile tables. Ni abstraction layer for structuring and manipulating the data of web applications and the database. Inatengeneza create a structure au schema, create a structure of database tables. Kitu kingine, kuna view.py. Ambayo ni view.py ile hapa view.py. Au kabla sijaenda kwenye view, nije kwenye form, nienda kwa mtiririko. Sasa kwenye form.py kunakuwa na information kama hii ni file linalo provide a framework to facilitate creation of forms and the manipulation of form data. Yani tuna create form, mfano unavyoona ile form ya login, ya registrations au ya kuingiza event, ya create schedule, nimetengeneza kwa hii form.py. Imekuwaje? Maana yake unatengeneza custom form hapa kutokana na ile model. Ndio hapa ukiangalia nimesema create user form. Au form ni ya event form. Manake event form ni form itatumika kwa sababu ya kucreate event, kuupdate event pia. Kama unavyoona hapa nimesema class event form, alafu nime relate na model ipi, model ya event. Kwa hiyo itachukua zile field zote zilizopo kwenye event, nitakuja kuzitengenezea form hapa. Nitatengeneza label na widgets zake hapa. Kama unavyoona hapa nimesema kuna category, kuna name, location and description and poster. Alafu kuna category, name, location, description and poster, ambao kule kwenye front end sasa ndio itaonekana kama ni select input au ni text input au text area au file input, itakuwa hiyo. Ni run. Nikirani hapa mfano hii form ya kubook ticket, model yake nimesema ni order ticket, ambayo ina event, ina ticket, ina user na ina name, phone na email, ambazo hizi ndio zitaenda kuonekana kwenye form. Sasa nikija kwenye form book ticket form hapa, ambayo nimesema itaonyesha name, phone na email kama inavyoonekana hapa. Kuna name, phone na email, na nimeweka labels, ambazo hizi ndio zile zinaonekana nimeweka label na widgets ambazo zita appear na customize. Kwa hiyo hii form ndio inafanya kazi hiyo, kuchukua zile field kutoka kwenye model na kuzitengeneza hapa kama form.
ili uweze kwenda kuzitumia kwenye templates kule. Haya, kingine view sasa inatumika kutengeneza zile logic for processing user request and for return the response. Yani manake user akisubmit hii form ndio iende ipeleke hizo information itapeleka kwenye view, afu view itafanya ile process kama ni ya ku save hizo information na ku return a response. Au navo access hii URL hapa, hii ni request, request manake response itatoka kutokana na view. Mfano kama hapa nikija kwenye hizi ni function zote zilizopo kwenye view. Kuna function ya register page, manake hii function itatumika ku register user kama hapa inavyosema register user. Kuna function ya login itatumika ku login. Kuna function ya logout. Kuna function ya home view, manake hii ni home page tu itakavyoonekana. Function ya ku create category, manake na create category kwa kutumia lakini zile form ambapo hapa na cheki kama ni post, alafu ile form request is post, na cheki pia kama form is valid, manake zile field zote ziko valid, zimekuwa field hapo, na alafu kama ziko valid na save. Kwa hiyo hizi ni function ambazo zipo kwenye view, zinafanya ku create, ku update na ku delete. Vitu vyote vinafanyika kwenye function, manake ina contain function used for CRUD operation. Nikimaanisha ku create, ku read, update, delete. Kwa hizo operations zote ndio zinafanyika kwenye view, na responses zinarudi kutokana na operation ilivyofanyika, kama imekamilika au haijakamilika, response gani inarudi kwa user. Ndio kazi ya view. Hiyo ndo kazi ya view. Sasa nikija kwenye kama hapa naona kuna at login required, manake hizi view nikisema at login required, hizi ni tunasema ni zinaitwa decorators kwa sababu ya ku require, manake hizi function hauwezi kufanya bila ku login. Mfano hata nikisema kuna ya ku create event, update ticket, hapa ku create ku event detail, ku view event detail na ku create ticket, ambacho hicho kitu ni hiki hapa. Nimeview event detail, alafu nataka ni create ticket, yani nifanye book ya ticket. Manake hii event nimesema ku add attendee na ku create ticket. Hii nimesema ili kuview hizi information haina haja ya kulogin, ndio maana sijaika at login required. Ndio maana ya at login required, maana hizi functions zinafanyika wakati mtu amelogin. Allowed users, hii ni decorator kwa sababu ya hizi operations zitafanyika kwa
our users tu waliokuwa hizi roles. Kama admin na organizer anaweza kudelete event, kucreate event na kufanyaje, lakini user kawaida hawezi. Kwa hiyo atafanya vitu vile vingine. Hii ndo kazi ya view. File lingine ni URL. Hii URL inatumika kutengeneza zile, yani zile URLs kama inavyosemeka urls.py. Ni file inatumika kutengeneza patterns za URL. Kama mimi nataka URL yangu iwe /register, ngoja kusema path iwe register, lakini hiyo register iende ku trigger function ambayo iko katika view ya page register mfano, na name yake taweka ambapo nitakuja kuitumia kule. Ndo kazi ya URL, kutengeneza patterns za URL. File lingine nimesema kuna static. Hii static ukifungua kuna CSS, image na JS. Maana hizi ni zile static files. Kama styles, kama hapa styles nimeweka hapa, kama images nimeweka hapo, kama JavaScript files, zile static files ndio zinakuwa katika hapa. Kwa hiyo ukitaka kutengeneza styles zinakaa hapa. Kwa file nyingine ni templates. Templates hii sasa ndo na yenyewe ni ya muhimu. Ukiangalia hizi zote hazina interface, yani maana yake hizi ni file kwa sababu kutengeneza the logic process za application, kama vile ku create a function kwa sababu ya ku create event, ku delete, kufanyaje, kutengeneza structure ya database, kutengeneza form, lakini bado hatujaenda katika template ya kutengeneza frontend. Sasa kwenye frontend ndio tunakutana na templates file ambayo linatengenezwa kwa folder la template, afu ndani yake unaweka jina la project. Kama hapa nimesema ni events app. Afu sasa hapa ndo nitaweka zile template zangu. Ni HTML files kwa sababu ya template. Kama nikiingia kwenye login, maana hizi ni HTML file kwa sababu ya login. Na hiki kitu kinachoonekana hapa ndo kile kiko kwenye template hiki hapa. Ndio kiko kwenye template ambayo inapatikana kwenye login.html. Ndio hivi. Kwa hizi ni template. Maana yake ukiambiwa badilisha kitu labda fulani, utaangalia ipo kwenye URL gani. Unakuja hapa unaangalia kama hii URL ni /login, ndio /login. Unakuja kuangalia /login iko wapi. Unakuja kuangalia kwenye URL kabla hujafungua template, labda kama hujui. Unakuja kufungua URL, unatafuta pattern imeandikwa login. Pattern yetu iliandikwa login hii hapa. Kwa hiyo unaangalia ipo wapi, ipo katika view gani. Iko kwenye view ya login page. Kule ndo utakutana jina la file la file la HTML liloko limetoa interface hapa. Kwa hiyo nikija kwenye view ambayo inaitwa login page, view inaitwa login page hii hapa, utakuja hapa mwisho kwenye return render hapa utakutana na sasa na jina la file lile ambayo limerender hiyo interface yako. Kwa hiyo utaona iko wapi, utasema iko kwenye template events hapo, afu linaitwa login.html. Kwa moja kwa moja utakuja kwenye template event, afu utakutana na login.html. Mfano mwingine labda ukija kwenye hapa kwenye hii homepage, maana yake homepage ipo tu, haina pattern. Maana yake moja kwa moja ni kwenye home iko empty. Kwa hiyo utakuja kwenye URL pattern ambayo
hii hapa iko empty, haina kitu. Maana utaenda kwenye view inaitwa home view. Kija hapa home view, tutafuta home view. Hapa home view utaona render iko wapi? Ipo kwenye file inaitwa home.html. Moja kwa moja utakutana na home.html. Utataka kuedit, labda kama umeambiwa edit kitu hapa, utabadilisha kutokana na hivyo ulivyoona. Kitu kingine hapana, kitu kingine labda relationship kwenye database imekuwaje. Kuna pia kwenye model hapa ndo tutaona relationship imekuwaje na imekuwa vipi. Hapa unaona kuna event category ambayo yenyewe imerelate na event. Manake ni imerelate na event, manake ni one to many. Manake event category moja event inaweza kuwa na many events. Ndio maana unaona hapa hivi hii imerelate na event category. Hapa foreign key event category. Na sija set cascade, manake nimesema tu set null, na kitu kifutika kule set null. Alafu kuna schedule, manake ni relate na event, manake ni one to one. Lakini alafu kuna yenyewe ni cascade. Kuna ticket pia imerelate na event. Manake ticket imerelate na event, manake hiyo event ina ticket gani, ticket type gani, labda kama ni free au VIP au regular hivyo. Pia ukifuta ticket na ukifuta event, na hii ticket itafutika kwa sababu ya cascade. Kingine ni order ticket. Order ticket sasa imerelate na events, imerelate na ticket, imerelate na user alio create hiyo order, na event gani, ameorder event gani, nani ameorder event gani, na kwa ticket ipi. Maana ticket kama vile hiyo event na ticket nyingi, na regular labda na VIP, au na free na regular na VIP. Asa mtu atachagua anataka VIP kwa event fulani, kwa ndo inaonekana hivyo. Manake pia mtu akidelete event, na hiyo ticket, order ticket itakuwa, au booked ticket itakuwa deleted. Kutakuwa na information kama name, phone na email ambayo atakavyoviweka. Ndio hivyo. Kija kwenye kidogo kuangalia event hizi table za muhimu ni hizi. Ukiachana na hizi ambazo zinatengenezwa by default, table ambazo zimetengeneza ni event category. Kuna event ambayo ina relate na event category, ukiangalia primary key hapa na key. Kuna order ticket yenyewe na primary key. Hizi tatu ambazo imetoka kwa event, ticket na user. Kuna schedule table, maana ina event pia ID. Kuna event ticket ina event ID. Ndio kama hivi. Nikitaka kuona data zake, nikija kwenye event category, naona kuna category hizo. Nikija kwenye events, naona kuna event hivyo ambapo kuna category imerelate na category ID, maana itachukua ID ya category iliyopo kule. Nikija kwenye order ticket, maana mtu ameorder kutokana na ticket gani, ticket namba 1, event namba 1, ticket namba 1 pia, na user ID namba 6. Nikija kwenye schedule, nitaona pia schedule imerelate na event. Nikija kwenye ticket, nitaona pia kuna ticket price, ticket quantity, descriptions, created at, event ID na event name na ticket name. Kwa hiyo ndio hivyo. Nikija kwenye front end huko, utaona ticket hizi. Tasema nijaribu kubook ticket hii. Umeona ni free hapa. Tasema
alafu email. Sasa hapa siwezi kucreate kwa sababu sija login. Ndio kama kuna pale tuliona kuna view inasema login required. Kwa hiyo hapa nitaweka credentials za custom ambapo ni user. Kwa sasa hivi naweza nika create nika book for ticket. Kija kwenye kwa nikija hapa nitaona booking pole amecreate amebook for ticket. Nikiona event hapa naweza nikaona events muda gani na nini, kaona ticket ka update event labda ni tarehe 12, labda nataka ni update iende kwa tarehe 20 mpaka 21, muda ule ule submit pap. Naona imebadilika tarehe 20 mpaka 21. Kwa hiyo ndio hivyo, naweza nikaona pia tiketi zake kama nataka niongeze ticket au ni delete ticket, labda niongeze kwa kuna VIP tuseme 35 capacity watu 200.